Singependa watu wanachaguliwa huko Nairobi, unaletewa wao, unaambiwa tu huyo ndiye tumesema atakuwa. Na wananchi sio vile wamesema. Na ni vizuri kabisa hata sisi watu wa mlima huu tujue kabisa we can also have our own destiny. Na kuwa na destiny yetu ni kuwa na chama zetu za kisiasa, watu wakiketi chini pahali, pia na sisi tunajulishwa na tunaulizwa mungeona namna gani, mungetaka namna hii. Kwa hivyo ningeomba wakati tunashunguka tukiuza hii chama zetu, chama yetu ambayo tutakuja kuzidua hivi karibuni, ningeuliza watu wa Mount Kenya na particularly sana hao watu huku kwetu Kirinyaga waunge chama yangu mkono ili tuweze kutafuta wambunge, tutafute MCAs, tutafute viti zote ambazo zinapiganiwa. Tukifika hapo mbele chama itakuwa na mwelekezo yake. Na chama, umuhimu wa chama ni nini? Tungependa kuleta utofauti katika vile uongozi unaendelea, na kwa hivyo hakuna njia ingine ya kusimama na kusema mbali kuwa na chama ambayo iko na ile maneno yake, the policies ambayo chama inalete, ile inalenga vile inaenda kuzindua mambo ingine mingi ambayo haifanyiki na chama zingine. Kwa hivyo tutakuwa pale mstari ya mbele kuuza sera za chama yetu, na tunaamini ya kwamba tutapata wafuasi wengi, watu ambayo wataunga sisi mkono. Saa hii vile maneno iko, tumeona rais wetu akiwa mbele hapo kusikiza hawa vijana wetu tunaita Gen Zs, na tunafurahia hiyo. Umuhimu ni kwamba Kenya tunafaa kusikizana. There must be a conversation, and this conversation should be for all. Na watu wakisikia, tukisikizana vile, tukiongeleshana kile mtu anataka, wacha tusifike pahali ati tutaongea wakati tumechoma. Wacha tuongee na tusikie mbele kabla ya uhalifu kufanyika. Ombi langu ni kwamba tusikizane kabla tufike mbali ya kuharibu nchi yetu. Nchi yetu iko na mali mingi sana ambayo sasa imewekwa kwa moto. Hiyo sio njia mzuri. So ningeuliza wale walioko kwa uongozi, sio wangoje mpaka dakika ya mwisho ili waseme let's talk now. We can have a conversation before. Wakati tunaona mambo inachemuka, tusikizane wakati huo before the temperatures build very much. Na kwa hivyo vijana wasikizwe nao watulie kidogo ili kuwe na wakati wao kuongeleshana. There is so much wastage on government and public resources in terms of a very large government. And the way the president has put it clearly that he's going to downsize the government and the entire government, that includes parastatal, it includes ministries. I think we support that very, very much. Let's have a lean government that is able to give services to the people. And we actually, as much as many people will lose jobs, it's okay. Yeah, they can be productive elsewhere. Sio lazima ziwe ministry zote. The president cannot be able to make everybody happy. So let him downsize according to the constitution and let people work to be able to serve in the ministries that have been set by the constitution.